Yesu kuna maana gani katika maisha yetu? Nini faida kwetu? Kwa nini tunaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu? Watu wengi hawaelewi. Wanafikiri tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Yesu tunaiadhimisha siku. Hapana, tunaadhimisha kuzaliwa kwake. Makusudi, sababu, nia, malengo na yale mapenzi ya Mungu yaliyosababisha ujio wake Yesu kwetu, yale yote ndio tunayosherehekea. Na ujifunze hata unaposherehekea happy birthday yako, jitahidi sana kujua unasherehekea nini, kwa sababu wengi hamjui mnasherehekea nje na yale mapenzi ya Mungu, kwa sababu kama mtu anasherehekea happy birthday anaoga pombe, maana kuna yalani maisha yako na unailani siku yako ya kuzaliwa na unalani kuzaliwa kwako. Wengine kusherehekea happy birthday ndipo anafanya ufuska, wengine wanafanya mabaya kwa sababu tu hajajua sababu ya kusherehekea. Anayejua kusherehekea siku anayosherehekea anaazimisha hiyo mema ili aanze kutembea kwenye maisha. Mahali ambapo alipotea arudi kwenye njia, mahali ambapo hakuwa sawa arejee kuwa sawa. Haleluya. Huyo ndio mtu mwenye ufahamu, anajua anachokifanya. Asherehekee siku, anasherehekea maisha na kusudi la Mungu kumleta duniani ni lipi. Kwa unaposherehekea maana yake unajirudisha mahali ambapo ulipotea. Kama ulikuwa unaenda uelekeo usio sawa, unarudi kuwa msikivu, maana yake ndio ile ya mtoto. Unarudi kuwa msikivu, unarudi kuwa na hekima, unarudi kuwa na busara, unarudi kuwa mwadilifu. Uko ndo kusherehekea. Kusherehekea sio kuruka disco. Imekuwa tofauti nyakati hizi. Leo hii kuna watu na ajenda kabisa mwende kuruka disco. Sherehe ya kiungu. Unaenda kusherehekea kwa shetani. Umevaa kichupi na t-shirt ndefu na shati kubwa, ukiwa unaamini unasherehekea, kumbe unajilani. Na siku kama ya leo, asilimia kubwa shetani anawanyoosha wale wasiojua tabia ya hizi sikukuu. Wengi siku kama ya leo wanapata maradhi, wengi siku kama ya leo wanaharibu maisha yao, wengi siku kama ya leo wanajifunza tabia mbaya. Alikuwa hajawahi kunywa pombe na anaonja, anajifunza kunywa pombe. Alikuwa hajawahi, alikuwa anamkataa mwanaume, anasema hapana, nimeokoka, leo nataka kumfulia Mungu. Alikuwa amejitunza kijana, leo anatafuta mchepuko wa kutoka na. Kwa sababu nini? Ajui sababu ya kusherehekea. Lakini mtu mwenye ufahamu, siku kama ya leo maisha yake yanabadilika, tabia zake zinabadilika, ndoto zake zinabadilika. Kama alikuwa haoni vizuri anaanza kuona vizuri. Kama alikuwa hana maono anaanza kuwa na maono, anaanza kuwa na mipango. Kama alikuwa si mcha Mungu anaanza kuwa mcha Mungu. Kama alikuwa hana hekima anaanza kuwa na hekima. Kama alikuwa hana busara anaanza kuwa na busara. Kama alikuwa si mwadilifu anaanza kuwa mwadilifu. Kwa nini? Kwa sababu hii kusherehekea kunaturudisha kwenye tabia za kiungu. Hii kusherehekea inatupa
anatupa tuelewe kufurahi ujio wa Yesu. Tumepata samani watu ambao hatukuwa na samani. Amen. Tumepata heshima watu ambao hatukuwa na heshima kwa sababu ya ujio wake Yesu. Kwa lazima kila mtu afurahie. Si kufurahia katika mabaya, kufurahia katika mema. Amen. Siku kama ya leo sio siku ya kwenda kujiunga kwenye makundi machafu. Ni siku ambayo Mungu akikupa neema ya kafedha, chukua fedha, nunua chakula kizuri ndani, nunua vinywaji vizuri, weka ndani, kunywa, furahi na mtoto zako, kula furahi. Amen. Jana tujifunza kwamba watu wa Mungu ni watu ambao wanakula na kunywa na kushiba na kutosheleka. Ni watu ambao Mungu anawapa neema ya utosheleka. Kwa siku kama leo si siku ya uharibifu, si siku ya mabaya, ni siku ya kubadili tabia, ni siku ya kufanana na Yesu, ni siku ya kutembea kama Yesu anavyotaka kutembea. Amen. Geukia mwenzako mwambie unaelewa Yesu. Haleluya. Amen. Unakole wale umekuwa fashion, mahubiri kama haya watu wanashangaa. Naona kuna nafsi ya binti moja anashangaa, anasema, kitu gani hiki leo? Haleluya. Amen. Anashangaa. Naona moyo wa binti moja anashangaa. Sio kitu gani hivi? Kwa sababu mahubiri kama haya yamesaulika. Watu waelewe. Hawafahamu. Kanisa imekuwa fashion. Imekuwa sehemu za ushindani, sehemu za vikumbo. Lazima leo tubadilike kwa jina la Yesu. Amina. Sema amina kama uko hapa. Amina. Wangapi wataka kubadilika? Amina, amina. Wangapi wataka kuanza moja? Amina, amina, amina. Wangapi wataka kutengeneza? Amina. Pigia Yesu makofi leo. Amina. Chumba vya short time. Chumba kimoja wanalala watu kwa siku 20. Naona kulala nje. Ndio maana leo unakuta kuangalia magonjwa ndani ya makanisa hayakomi, kwenye jamii hayakomi. Watu wanakufa miaka 40, miaka 50, miaka 60. Yaani kama kuongoroka ndio miaka 70 unaona ameishi vizuri. Kwa sababu ya marana. Yaani amelala chumba asubuhi wa kwanza, wao unaenda saa 3, amelala saa 2, anatoka na badilisha shuka, wanaingia kwenye kijumba cha saa 4, anatoka mwingine saa 7, wanaingia saa 8, anatoka mwingine saa 8, wanaingia jioni saa 12, anatoka mwingine saa 12, mwingine anaingia saa 1. Vinaitwa vyumba vya short time. Vimebadilishwa matumizi. Matumizi ya kulala usingizi yamekuwa matumizi ya ukahaba na ufuzu. Ole wewe ambaye siku ya leo utasherehekea Christmas kwa upuzo namna hiyo, hakika Mungu akuonekania huko. Amen. Amen. Na ikiwezekana mkanaasiana umo ndani, mkanaasiana sipate. Amina. Uwezi kumtumikia Mungu na ujamaa wa ajabu namna hiyo, na tabia ya kipuzi namna hiyo. Uwezi kusherehekea sherehe. Tena nasema kama Mungu wako ishini, yeyote anayesikia sauti, ukienda kufanya upuzi wa namna hiyo, mkanaasiana. Amina, amina, amina sana. Amina sana. Baada ya kuwazimisha matendo mema, tunavukaje mwaka 2025 kwenda 2026? Wao wanazimisha kwa uchafu, kwa mabaya. Unaelewa sifa za Mungu, unazielewa tabia za Mungu. Na jamani, maisha mapya kwa Shalom mnaonisikia leo yabadilike kwa jina la Yesu. Upokee picha mpya maisha yako, picha mpya maono yako.
kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu nisaidie. Pia Yesu nakufagia. Amina. Anasema na katika nchi ile, walikuwako wachungaji wakaao makondeni, na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Niliwaambia juzi kama sikosei, Jumapili nikasema mojawapo ya watu ambao wameshiriki kuandika hii Biblia ni pamoja na wafugaji na wavuvi. Yaani ni kazi ambazo ni za asili ya kipindi. Usiache kufuga Mungu kukupa mji. Sema amen. Usiache. Hawa ndio walikuwa watu wa kwanza kwenda kumuona. Waliposikia habari kwamba kuna mtu amezaliwa huko, wakakimbia wakaenda kumuona hao wachungaji. Nini kilichofanya enda kumuona? Kuna mzuko wa nuru uliwazukia. Kuonyesha mahali kwamba kuna jambo zuri linazaliwa. Na tamani uzao wako utakapouzaa uzuke na jambo jipya. Uje na jambo ambalo kwenye ukoo haijawahi kutokea. Maisha mapya upite ndani ya familia. Kupitia hicho mtoto utakayemzaa ndani ya tumbo lako. Sema amina kwa jina la Yesu. Alipozaliwa wale wachungaji wako msituni, wako makondeni, wako kwenye mabonde, wanalisha mifugo. Wakaona nuru ikiwazukia. Wakatazama ile nuru, wakaona malaika. Malaika kaanza kusema nao kwamba kuna mtu amezaliwa, kuna furaha imeingia ndani ya ulimwengu. Hebu nendeni mkaione. Sema amen. Wale watu wanashangaa, wanafuata ile mwangaza na ile sauti ya wale malaika ikielekeza wapi ambako hiyo nuru imetokea. Na tamani kuanzia leo watu waanze kufuata mahali ambapo utakuwa. Amina. Watu kufuatilia mahali ambapo utaishi. Watu kufuatilia mahali ambapo unafanyia kazi. Amina. Watu kufuatilia mahali ambapo unafanyia biashara. Amina. Watu kufuatilia, wakilisikia tu jina lako wasilale, waanze kupata shida na hilo jina kwamba huyu mtu ana namna gani. Sio mtu wa kawaida. Wasitulie wala wasipumzike mpaka wakutane na wewe, mpaka kuone ndipo waje kutulia. Kuanzia leo na kupandia kibali kwa jina la Yesu. Anasema malaika wa Bwana akawatokea ghafla. malaika wa Bwana akatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote. Utukufu wa Bwana ukafanyaje? Ukawangalia pande zote. Ukawangalia, kaanza kuona mwanga. Ni sawasawa tunapokuwa kwenye maombi. Niliona binti mmoja kama siku ngapi, wakaani wametoka huku wanatambaa, anaenda napanda madhabahuni, akaenda mpaka pale kwenye ukuta, akalala kifudifudi. Maana yake ni nini? Alikuwa anaona mwanga, anafuata nuru. Kuna maelekezo Mungu alikuwa anampa kwamba nuru tayari ipo. Hapa ndo nuru ipo. Hapa ndo maisha yako yalipo. Hapa ndo kazi yako ilipo. Hapa ndo uchumi wako ulipo. Hapa ndo ndoa yako ilipo. Hapa ndo uzao wako ulipo. Hapa haikuwa na maana kwamba Mungu anakuonyesha hiyo nuru ili mradi amfurahishe. Ilikuwa na maana na kufundisha kwa vitendo kwamba anza kuishi madhabahu. Mahali hapo ndo nguvu yako ilipo. Amen. Wakati mahali kuna hiyo, nyosha mkono. Ukaanza kufuata mwanga, nyosha mkono. Unafuata mwanga, nyosha mkono. Unafuata mwanga. Alafu umetulia. Maana Mungu anakusikitishia kwamba hii ni madhabahu yako na ishi hapa. Kaa, usiende kushoto, usiende kulia. Ili ukombozi wako. Maana yako, ndo nguvu yako, ndo uzao wako, ndo uchumi wako, ndo kila kitu kwako. Hana maana fulani kukuwa na ule mwanga. Ule mwanga unakuonyesha kwamba Mungu yupo. Hapa hapana giza. Ndio maana nakuwa huru kuonyesha ibada za kiungu, kwa sababu najua Mungu ndiye funga naye agano, sio Mungu tapeli, sio Mungu wa giza. Hakuna ibada kama hizi nyakati hizi. Nyakati hizi ibada kama hizi chache. Nani uone vitu vya madhabahu? Nani afanye vitu vya madhabahu? Wanzelika baba naona umefikia
mtumishi analia kama mtoto mdogo, mtumishi. Nini kile baba? Mimi kutoka ibadani leo, nimeona unatembea na simba pembeni. Simba yupo huku mmoja na mwingine huku. Wewe uko katikati. Ukienda huko simba yupo. Ukienda huko simba yupo. Ukienda huko simba yupo. Sema amen. Tunatembea na utukufu wa Mungu. Hatuko peke yetu. Tuna simba kabila la Yuda. Si anayetulinda, si anayetupigania, ni anayetuwezesha. Na leo tunasherehekea ujio wake. Watu hawataki hayo kwa sababu ni siri. Nimeenda sehemu ya kufanya ibada. Sema amen. Nimefanya ibada. Tulikuwa na pasta leo. Tumefanya ibada. Yule mtu ananiambia nimempa maiki, nimemaliza, nimemalizia madhabahu yake. Mimi nimefundisha, sikufanya mambo kumrudishia madhabahu yake endelee. Mimi sikupata mzigo. Sema amen. Hayo mtumishi, naomba uombe kwa ajili ya madhabahu. Tujenge kanisa, tujenge na kwanza limemoka. Tujenge kanisa. Mimi nikasema ina shida, nikarudi madhabahu. Nikasema shikeni udongo. Shikeni madhabahu zenu, shikeni udongo, shikeni kwa madhabahu yenu. Wakashika. Nikaanza kuongoza maombi. Nilipoongoza maombi, amina nafungua macho. Mchungaji madhabahu ni hayo. Wewe mchungaji wapi? Sijui anaenda wapi. Mama mchungaji wapi sasa? Sijui anaenda wapi. Tunakandeka huko. Hayo. Ibada tunaishi ibada hadi kwa mchungaji. Sema amen. Tunaondoka tunaenda hasa tunataka nyumbani, twende nyumbani. Mimi siende nyumbani, rudi Dar es Salaam leo. Hasa watu tunachukua mkungu wa ndizi. Mimi narudi nyumbani, naweka mkungu wa ndizi hapa, mwingine yuko nyumbani tu baba. Sema amen. Narudi leo jioni, narudi. Mchungaji na apigi cha simu, narudi Dar es Salaam. Nimekaa mwezi nusu mwaka hajaonekana kupiga simu. Mpaka nikwenda hapo leo kuna kuwasalimia na mchungaji. Hasa kwa nini kukimbia asema? Ikaraka yanakata iko nama yanalala sanga. Nikamwambia wewe akasema mimi nimeona vitu vinachomoka pale madhabahu. Ulikuwa naomba, mimi nilikuwa nakuangalia. Ulikuwa naomba vitu vinachomoka pale madhabahu. Unafikiri rahisi? Sio rahisi. Mpaka leo sielewi na tunaongea tunasalimia. Tunaongea. Sielewi kitu mfanya aondoke nini? Sema amen. Wewe umalize sasa wewe mwenyewe kwa akili yako. Nimeenda sehemu nyingine, mtumishi ananiambia, "Wewe mtumishi na kujua ile mtu wa mafunuo. Naomba fanya kitu hapa madhabahu." Ngapi nifanye kitu? Nasema ndio. Nikamwambia kuna shida. Nikamwambia kanisa lake Yesu kafu. Nikamwambia chimba hapo katikati. Akachimba. Nikamwambia shida, mimi ni mtume. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba msingi. Ngoja chukua udongo. Haya, funga milango. Shikeni wote udongo. Haya ni wapi? Tutamkia. Haya, chukua mfuko wa chuma. Changanya na udongo. Tuweke wakfu hii leka na hii madhabahu. Ianze kule na mbele. Tutamkie machuku. Iwe chungu, iende laza. Sema amen. Tukaa lika yakalaka. Haya, sambaza. Tuweke Biblia madhabahu na kusimama. Tunaenda rusha. Sasa huku msikuse. Mseme tu. Wewe huko hapa. Huko tayari. Mimi sina shida. Huko tayari. Mimi nikaanza kulala. Natembea. Sasa hali hapa ndio imekwisha. Nenda mtu. Si kila madhabahu wanaosema Yesu, kuna Yesu anayemjua pale. Wengine Yesu ameshamchakachua. Yes. Utabadilishwa msoba. Utabadilishwa kitega uchumi. Utabadilishwa uchawi. Elewa kwamba hizi ibada wanaotembea kwenye makanisa mengine tayari wanasema. Wataenda kanisa. Si kila mmoja anamwabudu Mungu yule yule. Wengine wamejiongeza. Msumbiji kule. Unaona makanisa limefungwa tunguli kwenye mlango wa kanisa, tunguli bonge la tunguli. Watu kwenye kanisa lika wanaomba tunguli na nini hapo.
binti yangu mmoja akaniambia sababu kule imani ni ngumu. Wachache wenye imani zilizonyoka. Sasa ujio wa Yesu amekuja kutushia kutunyoke. Wale wachungaji wanamfuata Yesu akawaonekania nyota yake imewafuta ili waende wafuate. Huwezi kuvuta watu kwenye biashara kama una nyota ya Yesu. Lazima una nyota ya Yesu. Ndipo naweza kuwavuta kwenye kazi zako, biashara zako, huduma yako, kazi yako, karama yako. Inamhitaji Roho wa Yesu aingie ndani yako. Amen. Wachungaji wanafuata nyota. Walikuwa wanafuata Yesu, wanafuata nyota. Inawamulikia. Nimai kuwashuhudia miaka nyuma. Nimelala geti, sema amen. Nyumbani kunakuwa na mageti. Nimelala kwenye chumba. Devi haona. Nimelala bila Devi. Devi haona. Amen. Mimi naona kitu kinakuwa. Nakiangalia. Nakiangalia. Hizo. Kaka. Na maamsha Devi. Angalia pale mbona. Nasema sioni. Sio uone ile kitu kinawaka. Mimi nasema sio uchawi. Sawa. Sasa nimeanza kuelewa mambo vizuri. Kama iko na maana kwa geto chumba na sekule akapo kanyasi tumepiga kanyasi tofauti tumejenga na nyasi tumewezeka. Sema kitanda tumepiga miti kumti katikati tumeka karibu. Unaelewa hiyo? Unaelewa? Unaelewa? Mekeka sio mekeka migomba. Alo tumeipanga juu. Panga vizuri. Kwa tayari mmemuona mgongo huko kichwani unajitoa. Lakini naona mwanga. Wewe unaona nini? Lazima ule mwanga uonekane kwenye mambo yako ndio watakuja kwako. Amen. Ule mwanga ndio unafanya watu waje. Amen. Wakati mwingine unaona vinyota vimezagaa. Lazima uzungukwe na nuru ikuzukie. Amen. Biblia inasema waliangaziwa. Sema amen. Wakaanza kuangalia, wakati anaangalia amekata macho kuangalia kwenye ile mwanga, ndipo wakaanza kusikia sauti ya malaika na waambie kwamba kuna jamaa kuna mezaliwa. Mkombozi ni huyu. Amen. Sema amen. Endelea kidogo. Wakaingiwa na hofu kubwa. Malaika akawaambia kama mimi nilikuwa naingiwa na hofu kubwa kwa sababu sijui. Tupo kwenye maombi siku moja ya jioni, binti mmoja akaona mnyama na vichwa saba. Mnyama na vichwa saba. Anakimbia kwa mlango na kimbia. Wakamdana kumshika. Mimi nasema mnyama na vichwa saba na mmoja. Mpaka leo mimi nimepoteza kesho yake. Sio ilikuwa. Kwa sababu hajui hiyo vitu vya kiroho. Lenge angejua vitu vya kiroho, asingekimbia kanisa. Nikamwambia wewe, tatizo ni mmezoeshwa imani za kusomea vitabu. Yaani Biblia unasomewa. Haujawahi kushika Biblia. Hasa leo unashika Biblia unasoma. Unajua siri za Mungu mwenyewe. Unaelekezwa. Anaanza kutumisha na kuelekeza ina maana hii. Ina maana hii. Sasa kama umekuja hapo ni mgeni, nikikuonyesha vitu vya kiungu, wewe utakimbia mbio. Hautaweza kuhimili. Kwani wana wa Israeli sasa wanamwambia Musa, na sisi tunataka tuongee na Mungu wako kama wewe unavyoongea naye. Musa akasema mnitakasa siku ngapi? Siku 5. Wakapanda kwenda mlimani. Walimwambia Musa, Mungu wako anaongea naye mwenyewe kuanzia. Hatutaki Mungu. Ndivyo ilivyo. Nyota iking'aa, hakuna anaweza kuhimili. Mambo ya kimungu sio rahisi na ufikiria. Walikuwa wanafundisha, walikuwa wanataka muwe watumwa mtawaliwe. Amen. Hawakutaka kujua kweli. Lakini Yesu amekuja kutujulisha kweli, kutujuza kweli, ili tuwe na kweli, na hiyo kweli tuweke huru. Amina. Nakumbuka miaka ya nyuma, tupo kwenye maombi pale, tumekaa pale, nakumbuka pale. Tumelala. Nakumbuka ile jamaa ile na marehemu mama yangu. Namkumbuka vizuri ile jamaa, akasema mtumishi natakuwa kama wewe.
Nikamwambia kwa kama mimi, akasema ndio, nataka kuwa kama wewe. Nikamwambia utaweza? Akasema nitaweza. Nikamwambia basi Mungu akusaidie, anza kumpenda Mungu. Akasema hakuna shida. Nikamwambia tuna maombi ya mfungo tunaanza wiki ijayo, jitahidi leo kufanya kushiriki. Akasema hakuna shida, niko tayari kushiriki, nataka niwe kama wewe. Ana nyumba hapo Gitijeushi hapa. Amejenga nyumba hapo Gitijeushi. Ana nyumba yake, ana mji wake. Sema mtu mzima kabisa. Nikamwambia kuna shida. Tumeingia kwenye maombi. Tumekaa tunapiga magoti. Namwambia hakuna kuinuka mpaka usikie amina. Yaani hakuna kufungua macho mpaka usikie amina. Usiposikia amina usifungue macho. Kama ni kesho usifungue macho. Mpaka usikie amina ndio ufungue macho. Akasema hakuna shida. Tumekaa hapa tumelala. Tunaanza kumuita Yesu. Tunakuita Baba. Tunaita Mungu wako. Tunaita mwangaza wako. Tunaita ukuu wako. Tunaita utukufu wako. Utuzukie Bwana. Utuonekanie Bwana. Ututie nguvu Bwana. Tuguse Bwana. Tunaita Mungu. Tunaita Mungu. Amekaza na naita Mungu. Ili akaze Bwana. Ili badilishe Bwana. Akapiga kelele. Naumia. Unaumia nini? Mwanga mkali unanichoma machoni. Analia kama mtoto mdogo. Nikamwambia jikaze bila kumuita hivyo. Ndio amekuja sasa. Ndio amefika. Ndio yote imekuja sasa hiyo. Tembea nayo wewe namna kupokea. Ikubali kuteketeze. Kubali iue kiburi, iue usinzi, iue masengenyo, iue uongo, iue uvivu, iue uoga, iue hofu. Kubali ingie ndani yako. Akalia siku. Tumemaliza kama mchungaji. Sijai kuona hivi vitu. Nimeona mwanga mkali unachoma, mwanga mkali. Na unaona kwa mbali, yaani unakuja kama unanichoma ule mwanga. Mchungaji, akataka leo mchungaji, naomba niende nyumbani, nimeona mpangaji ametumia message hapa, hana funguo, amepoteza funguo za kitasa chake. Kabla nikuambie sasa kuna watu kama mimi. Sawa, si masimu. Utakuta tukimaliza maombi Jumamosi. Aliti, aliondoka. Mpaka leo mwaiko mwana. Niliwahi kumwona kwenye Simba na Yanga uwanjani. Ni TV na mbona mbaki chini ya Yanga. Ndio uwe kama mimi. Mpaka leo sijawahi kumwona popote. Akaenda mpangaji, kitasa kinani akalala nje. Nilikwambia usije simu, wale kama ufungue nani? Tuko kwenye agano kufanana na Baba. Leo pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Amina. Nyota iliyofifia leo inapokea kung'aa. Yes. Nyota iliyoibiwa leo inarejeshwa. Amina. Nasema leo inarejeshwa. Amina. Nyota ya biashara inarejeshwa. Amina. Nyota ya kazi inarejeshwa. Amina. Nyota ya uongozi inarejeshwa. Amina. Nyota ya uimbaji inarejeshwa. Amina. Pokea kurejeshwa upya. Amina. Pokea kuzaliwa upya. Pokea. Hizo ni siri sana. Sasa mtu asiyejua elimu hawezi kujua Mungu. Kwa sababu Mungu ni utaratibu. Usiponielewa Mungu huwezi kumwelewa Yesu. Kwa sababu Yesu aliniamini mimi nije kwako nikwambia habari zake. Utakapokubaliana na mimi maana yake umemuelewa nani? Mungu ndio utaratibu wake. Hasa wengi wao ni ngumu kuelewa hilo. Wanamuone Mungu akiwa na picha. Mungu hana vazi. Mungu hana mwili. Sema Mungu ni roho. Kwa anatumia watu wenye mwili. Ndio tunasema Emmanuel. Maana Mungu pamoja na nani? Na mwanadamu. Sema yuko pamoja na sisi. Yuko ndani yetu. Kwa ndio maana nasema ungamaneni dhambi ninyi kwa ninyi anasema ninyi kwa ninyi. Maana yake nini? Tukijua namna ya kuishi sisi ndio Mungu tumemjua. Tusipojua namna ya kuishi sisi kwa sisi, maana yake Mungu bado tutamjua. Mungu tutamjua kwenye sisi. Sema amen. Sisi. Yaani tena uishi mimi na wewe ndio Mungu namjua. Ndio Mungu namuelewa. Kwa lazima upate kumuelewa Yesu kwa namna ya upana ili upate kujua namna ya kutembea na Mungu. Amen. Kwa maana wale Mayahudi
hatujawahi kuwa mtumwa wa mtu yoyote wakati wote. Yesu anawaambia wale Wayahudi, anasema laiti kama mngekuwa mnamjua Ibrahimu, maana mngenielewa mimi. Sema amen. Au mngeyafanya yaliyo ya nani? Ya Ibrahimu. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa anafanya yaliyo ya kwangu. Wakacheka. Sasa hivi jamaa hili miaka 2000 iliyopita hakuwepo. Wala Ibrahimu hajua amezaliwa tushikane tu hapa. Alikuwepo kabla Ibrahimu. Sasa Ibrahimu alikuwepo kabla yangu. Mleke nyinyi amwelewi Ibrahimu, maana Ibrahimu alikuwa anaongea habari zangu. Alikuwa anaongea habari za ujio wangu. Wakina Isaya alikuwa anaongea habari za ujio wa Yesu. Wakina Musa alikuwa anaongea habari za ujio wa Yesu. Wakina Ibrahimu alikuwa anaongea habari za ujio wa Yesu. Ili Mungu anaongea na Ibrahimu chukua mwana kondoo anamzungumzia na Yesu. Ndiye mwana kondoo. Sema amen. Anasema msiache kusherehekea Pasaka, anamzungumzia na Yesu. Yeye ndio Pasaka. Asa msiache Sabato, anamzungumzia Yesu. Yeye ndio Sabato. Sema amen. Sio upige makofi kwa Yesu. Amina. Yaani kila kitu ni Yesu. Nje ya Yesu hakuna. Nje ya Yesu ni siasa. Nje ya Yesu ni siasa. Ndani ya Yesu ni Mungu. Yesu ni mpango wa Mungu. Nje na Yesu ni mpango wa mwanadamu. Hello? Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Nje na Yesu ni mpango wa wanadamu. Ni vile mwanadamu ameamua amtafute Mungu kwa njia anayotaka yeye. Sema amen. Ametengeneza programu zake. Tutamwabudu Mungu kwa kusimama, kunyoosha mikono. Tunamwabudu Mungu kwa kupiga magoti, kuputuka. Tutamwabudu Mungu kwa kunyoosha mguu hivi. Tunamwabudu Mungu kwa kufanya hivi. Ameamua yeye kumwabudu Mungu, tutajifunza. Ameamua yeye, sema amen. Lakini Yesu ndiye mpango wa Mungu. Kwa ukimwelewa Yesu, utajua yale Mungu anayotaka sisi tuyafanye. Hujanielewa, umepiga makofi. Utajua vile Mungu anataka ufanye. Utajua vile Mungu anataka utembee. Utajua vile Mungu anataka uongee. Utajua vile Mungu anataka ujibu. Utajua vile Mungu anataka uishi na wengine. Kwa sababu Yesu ndiye mpango wa Mungu. Nje na Yesu ni mpango wa wanadamu. Na ndio maana nje na Yesu unaona kuna udhaifu. Kuna nini? Kuna udhaifu. Nje na Yesu unaona mambo ya kibinadamu ya kiudhaifu. Ndani ya Yesu unaona utimilifu. Nataka mnielewe vizuri. Yes. Ndani ya Yesu unaona utimilifu. Vile inavyotupasa kuwa. Nje na Yesu tunatafutiza vile Mungu anavyotaka tuwe. Tunatafutiza bado hatujui. Ndani ya Yesu tunajua vile Mungu anavyotaka tuwe. Nje na Yesu tunagusa. Labda nikiziba macho sura isionekane, labda nitakuwa mtakatifu vizuri ili watu wasinitamani. Amen. Lakini naruka usiku. Lakini nachukua mume wa mtu. Lakini naruka. Ninaonyesha macho, nimejificha, nimejistiri, lakini mshirikina anaenda kwa waganga huko nimejistiri. Kwa sababu nabahatisha ndivyo Mungu alivyo au sivyo alivyo. Halo, ndani ya Yesu una uhakika. Ndivyo Mungu. Maana Yesu ni uhalisia wa Mungu alivyo. Sipige makofi. Kwa tunaposherehekea ujio wa Yesu, tunasherehekea ujio wa Mungu halisi kwenye maisha yetu. Huko nyuma hatukumuelewa Mungu ipasavyo. Japo tulikuwa tunabuni, tunabahatisha. Halo? 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 Nje na Yesu hakuna kiasi. Ndani ya Yesu kuna kiasi. Nje na Yesu kuna kulizika. Unaambia piga yoyote ile. Unaambia huwa ukaione pepo. Ukaingia pepo. Upanga kwa jino kwa ngumi kwa nje. Ndani ya Yesu kuna upendo, utu wema, kiasi.
kuingiana. Ukitoka ndani ya Yesu utajikuta unaenenda kwa mienko yako ukifikiri Mungu hayupo na kushaka. Kwa kuna vile tunabahatisha, lakini sasa tubahatisha, tuna uhakika. Hebu piga makofi. Halo. Amen. Halo. Amen. Nataka leo maisha yako usibahatishe. Amina. Uwe na uhakika unachokifanya. Amen. Na lazima yabadilishwe. Amen. Nenda. Ukisoma hapo yote sura, utaona ujio wake ulikuwa na furaha. Utaona hekima ndani ya Yesu. Utaona wazazi wake Yesu. Ukisoma yote hiyo sura, utaona wazazi wake Yesu wameenda na Yesu hekaluni akiwa na miaka 12. Sio amen? Akiwa na miaka ngapi? Utaona ameenda kumtahiri akiwa na siku 8. Na siku ngapi? 8. Kama desturi za Wayahudi. Wamempelekea njiwa, sema amen, kuhani Simoni. Amefurahia kwa sababu Mungu alimzuia Simoni asema hutakufa mpaka uone utukufu wa Mungu. Maana Yesu ndio utukufu wa Mungu. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu sana. Anaendelea kukua. Wameenda naye hekaluni. Wazazi wake wapo kwenye msafara kurudi nyumbani. Wametoka hekaluni. Wanaangalia kama Yesu hayupo. Wanamtafuta Yesu hamuoni. Wanauliza kwa watu hamuoni. Imefika siku 3. Wanamkuta yuko hekaluni na ujiana na walimu ndani ya hekalu. Anaojiana na nani? Na walimu ndani ya hekalu. Wazazi wake wanamuuliza mtoto mbona unataabisha? Asema nimewataabisha nini? Tunakutafuta sasa. Nilikuwepo nyumbani na nani? Mwa baba. Leo toka kimbia nyumbani ndani kanisani anachapa fimbo. Na anazuiliwa. Anaambiwa ibada gani za mpaka usiku. Kwa sababu watu hawajui kumwishi Yesu. Lakini laiti watu wangejua kumwishi Yesu. Maana Biblia inasema tusipoongoka kuwa kama vitoto vidogo hatuwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Tusipoongoka kuwa kama vitoto vidogo, anasema katika Mathayo, tusipoongoka kuwa kama vitoto vidogo hatuwezi kuingia. Sasa Yesu alikuwa ni mtu hekaluni, anajihojiana na wale walimu walishaka. Huyo mtoto baki hana uwezo wa kumsomesha. Hajasoma elimu ya kimungu. Hana elimu ya kimungu. Lakini ufahamu wake umejaa hekima. Umejaa hekima, umejaa uadilifu, umejaa busara. Ni mtu mtiifu katika Mungu. Mnyenyekevu, anajua kweli, anatembea kwa amani. Wakaanza kushangaa. Walikuwa kuuliza, huyu mtoto wa namna gani? Natamani kuanzia leo watu wajiulize wewe ni mtu wa aina gani? Wewe unafanyaje kwenye biashara zako? Unafanyaje kwenye miradi yako? Wakute mambo yanaenda bila kuzuilika. Kuna mtu anaelewa vizuri? Sema amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina kubwa. Amina. Sema amina kubwa. Amina. Sema amina kubwa. Amen. Nataka nyota yako ing'ae ya biashara. Amina. Watu washangae kunena kwako. Yes. Washangae kinywa chako. Yes. Waone hekima ndani ya kinywa chako. Yes. Na kubadilisha ulimi wako. Yes. Na badilisha ongea yako. Amen. Na badilisha neno yako. Amen. Na badilisha oda yako. Amen. Na
Anasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu. Bethlehemu ya Uyahudi. Bethlehemu ya Uyahudi. Zamani za mfalme Herode. Zamani za mfalme Herode. Tazama. Mamajusi wa mashariki. Mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Walifika kule, tunaona wachungaji. Huku tunaona mamajusi wa mashariki. Watu wanaojihusisha na mambo ya nyota, wanaojua nyota, walio na elimu ya nyota, walio na ufahamu wa nyota, wakaiona nyota upande wa mashariki ya Yesu Kristo. Wangapi anaona nyota yako? Unauza bidhaa nzuri na kupita. Ni mwimbaji mzuri, unaimba, lakini unajulikana na shauri tu. Mtu anatoka tu leo kupana na kuimba. Tanzania nzima inamjua. Nataka nyota yako iumbike leo. Pokea kung'aa kwa jina la Yesu. Plus. Ndio pigo pako. Kijamaa umekuwa umemdevu au vitu vizuri na kukimbia. Vivi mapoto na kufua. Unakubaliwa na mapoto vizuri na kukimbia. Ujuaje mtu hapa kupiga upako. Watu wengine wanakimbia na vizuri na bado wanafuata. Ujuaje ni watu yako walishida. Lazima leo tuipakase. Lazima leo tuioshe. Lazima leo tukuoshe. Tukuoshe. Watu walimfuata Yesu kwa nyota yake. Walimpiga vita kwa nyota yake. Ukiona mtu anazungumziwa sana, ujuaje nyota yake ni kali. Kwa sababu nasikia kama mabaya kwa mtumishi Eriki wanamsemaga vibaya na akili mbovu. Hapo ndo ng'ang'ana na kitu cha zamani. Amen. Hawezi kupiga mawe hauna kitu. Amen. Kuna mawe na kitu. Unapiga mawe na kitu. Ila lazima uchunge. Unajua unapiga na nyoka yuko kwenye mti. Lakini kuna unapiga kwanza nyoka kapata shida piga kwanza serikali inakufunga. Unampiga nini? Kila anayepigwa mawe ana kitu cha zamani. Naongea nyosha mkono, sema mimi ni wa samani. Sema mimi ni wa samani. Sema mimi ni wa samani. Wakamfuata Yesu na manemane na vitu vya samani. Wale mama hakwenda mikono mitupu. Nataka wakufuate watu na vitu vya samani. Leo sikukuu leo, hata mtu wa asimu 5,000 hiyo mama hakuna, inabidi kutakase. Sio ngena. Kabinti yangu umekaa hapo umenoka umevaa, hata waposema jamani binti yetu, dada yangu mpendwa, ubarikiwe na wokovu wako, nimekuingizia soda kwenye hakuna, inabidi kutakase. Yesu alikuwa ni manemane. Vitu visu. Amen. Toka Januari mpaka Disemba leo umetoa zawadi hata kongo. Jicho hili mwanangu, jicho hili. Hata waasimu hii. Ai. Mimi. Na vile utakaswa. Unaimba wewe, lakini bado vitu vyako haviendi, inabidi utakaswa. Yaani siwezi kutumikia Mungu na ukamfu na naye. Lazima uwe baraka. Lazima uwe baraka. Maisha yako yawe baraka. Amen. Afya yako iwe baraka. Uzao wako uwe baraka. Uchumi wako uwe baraka. Maisha yako yote kwa ujumla yawe baraka. Upokee kibali mpaka ushangae mwanangu. Wangapi naamini hivi? Nataka kuanzia leo tunaposherehekea hii sikukuu, maisha yako yawe furaha. Kuna vitu kwako vilikuwa vinakufa, leo unaanza kuviwisha kwa chini. Hata kama upendo ndani ya Mungu ulikufa na urejeshe.
hivi naongea, nageuza moyo wa yule mtu wako uanze kuwa kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Funga mkono. Sema naamini. Sema naamini. Nyota yangu kung'aa. Kibiashara, kihuduma, kivipawa na karama, kikazi, kiajira, kila mahali. Nyota yangu tayari. Sitakuwa mtu wa kawaida. Watu watanikimbilia kutoka kila pande za Tanzania, watanijia, watauliza na habari zangu. Yuko wapi yule kijana, yule binti, yule mama, yule mtoto, yule baba? Watauliza kwa ajili yako. Sema kwa ajili yangu, kwa jina la Yesu. Sema nyota ng'aa ndani yangu, njoo ndani yangu, anza kuniangaza, anza kunionekania popote nitakapoenda, anza kunionyesha popote nitakapokuwa, anza kunionyesha lolote nitakaolifanya, anza kunionyesha lolote nitakaolinena, anza kunionyesha, anza kuniweka mioyoni mwa watu katika jina la Yesu. Maliza. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake. Kuna watu wanakuambia wanahubiri nyota matapeli. Haya, kabadilisha Biblia. Tuliona nyota yake. Upanga nini? Mashariki. Nyota yake inaonekana wapi? Nyota yake inaonekana wapi? Umekaa unatazama. Nyota iko wapi? Ukichemka kwenye ukichemka ukiongeza hizi na sukari tayari. Mungu anakupa ofa ya tumiaka ukitaka kamoja. Ukichemka tu hapo na uzaza kwa maombi ya lika laka naka nika. Kuna umri wakati sema nyakati. Lazima uje kutembea nazo. Kuna nyakati ambazo uko hai. Ukitumia vibaya huo wakati utabishana mshahara. Ongea na mtu. Amen. Mwenye ufahamu anaosha mkono. Apige Yesu. Ukichemka komando, ukichemka hapo ndo lazima jenge misi. Lazima uone. Kwa sababu ndio hapa nyota na zaidi inaonekana iko hai. Kufika huko fulani tayari unatembea ile nyota ilichofanyika kipindi kilichopita. Nyota ya Yesu mpaka leo tunamzungumzia Yesu. Huwezi kuzungumziwa kama nyota yako inafanya kazi. Hasa wengi ni watu walioonekana waliitaimu achao, wakaichukua wakaenda kwa watoto zao. Watoto zenu wakasikiliza. Atendea mtoto wako muelewe, anaenda au muelewe. Kumbe alishaichukua wakaipa mtoto mwingine. Ngoja akakupa scraper. Washangaa kuna kitu ya ajabu. Watamani kushika bao, watamani kucheza bao. Unataka natamani kwenda kazini, unasema ikamfunge bao. Wamekuchezea, wamekupoa. Wenzao wanapanga sana, nitafute niuze kiwanja, nisherekee kukua kwa mwanangu kutoka kakua. Mnaki ndio kufanya. Wameishi pale. Ngena mtu. Halo. Wenzao wasema tunaokuja, nataka tumiliki na kutawala. Wao wanasema nitaka kwenda mwakani kanisa. Hautakuja kanisa. Maana Mungu alipo mwaka. Kama umeshindwa kumaliza mwaka na Mungu, utamaliza na shetani. Andika hilo msomi. Ukishindwa kumaliza mwaka na Mungu, amen, mwaka unaokuja utaanza na shetani. Ni sisi leo. Biblia inasema apandacho mtu ndivyo akivunacho.
Maana yake huu mwaka tunapanga mambo, huu mwezi tunapanga mambo 2026 ndio tunapanga ili tuje kuyafanya hivi. Kama hatujapanga huu mwezi ndio mwanzo wa kuandaa mashamba mikoani. Ukichemka kama unaandaa mashamba unapiga zote ile ndio kwa ile kama mwezi wa kwanza tunataka kufyeka mvua nyingi, jua hakuna, majani yatoka. Halo naongea na huu mwezi panda mbegu njema. Kama ulikuwa na michepuko mwezi futa. Kama ulikuwa na njia za shortcut mwezi futa. Mwambie Mungu, nataka nianze na utakatifu wako. Nianze na nyota yako. Kama ulikuwa na mambo ya asili huu mwezi ache. Weka. Fika Biblia yako na